Karibu ndugu mtazamaji. Leo tunajifunza njia kuu 7 za kumfanya mwanafunzi afaulu mtihani. Ili mwanafunzi afaulu mtihani yake, wazazi, walimu na serikali kwa ujumla wao ni wawezeshaji tu wa yeye kufaulu, lakini ambaye ana kazi kubwa zaidi ni yeye mwanafunzi. Hivyo basi yampasa mwanafunzi huyo kujua nini anachokifanya. Kwa hiyo basi tutajifunza hizi njia kuu 7 za kumfanya mwanafunzi afaulu mtihani yake. Njia kuu 7 za kumfanya mwanafunzi afaulu mtihani yake. Na hii ni kwa wanafunzi yeyote ambaye ana nia ya kujipatia alama nzuri za kumwezesha kusonga mbele katika masomo yake katika hatua mbalimbali. Anaweza kuwa ni form 1 mpaka form 4 au form 5 mpaka form 6 na kadhalika. Njia ya kwanza ni mwanafunzi huyo kuwa na ndoto. Kwa Kiingereza tunasema dreams. Kwa nini nasema ndoto? Na ndoto hiyo imwezeshe yeye kupanga kwamba mimi na nia labda kuja kuwa kiongozi fulani, basi nijiandae na hili kwa hili na hili, au na nia ya kuja kuwa na ndoto ya kuja kuwa daktari, basi nisome masomo haya na haya na haya kwa ufanisi mkubwa ili nije kuwa daktari ambaye ni daktari bingwa, daktari bora wa kutegemewa na taifa na dunia kwa ujumla. Labda nataka kuja kuwa rubani, basi nijiandae kwa lipi na lipi na lipi. Hiyo ndoto yangu, basi nijipangeje ili itimie. Kwa lazima wanafunzi awe na ndoto. La pili ni lazima wanafunzi ajiwekee malengo. Awe na malengo, kwa Kiingereza tunasema goals. Kwa hiyo akishakuwa na malengo, hayo malengo yatamwezesha yeye kuweka mipango mbalimbali kwa ajili ya kuja kufikia hayo malengo. Malengo hivi hayatimii bila kuwa na mipango ambayo ataisimamia yeye mwenyewe hatua kwa hatua, lakini akisaidiwa na walimu na wazazi na wadau wengine wa elimu, lakini yeye akiwa ndio mlengo mkuu. Kwa lazima ajiwekee malengo. Njia ya tatu ni kujitambua. Lazima mwanafunzi ajitambue kwamba yeye ni nani. Yeye ni mwanafunzi, kazi yake ni kusoma, na kwamba ajue kwamba yeye atapimwa kwa mitihani. Kwa hiyo kama atapimwa kwa mitihani, basi lazima ajitambue. Lazima ajitambue na ajue kwamba yeye anapaswa afanye nini na nini na nini ili afikie lengo lake kuu ambalo yeye mwenyewe ndio ataweza kulitekeleza. Wengine wote ni wasaidizi tu wa kumwezesha yeye kuelekea kwenye hiyo njia. Njia ya 4 ni nidhamu binafsi. Ninapozungumzia nidhamu binafsi ni kwamba aweze kusimamia maisha yake, vile vile aweze kusimamia mafanikio yake, na vile vile aweze kujenga ujasiri, na vile vile aweze kukata tamaa, na vile vile aweze kusimamia ndoto zake mpaka zitimie. Hiyo ni sehemu ya kuwa na nidhamu binafsi. Nidhamu binafsi ndio inawezesha watu wengi kufanikiwa katika maisha, hiyo katika elimu, katika biashara na katika kitu chochote kile ambacho mtu anakipanga. Lazima kuwa na nidhamu binafsi, kusimamia muda na mengine mengi. Kwa Kiingereza tunasema ni self discipline. Hayo yanamwezesha mwanafunzi afikie malengo yake akishakuwa na nidhamu yake binafsi. Nidhamu binafsi ya kusimamia malengo yake na kusimamia mipango yake na kuhakikisha inatimia hatua kwa hatua, kwa sababu lengo moja lazima livunje katika malengo mengine madogo. Kwa mfano, mtu anataka kuja kuwa rubani, basi lazima ajiwekee malengo kama faulu somo fulani, labda afaulu geography, afaulu physics na afaulu mathematics. Kwa hiyo basi kujiwekea malengo madogo kwamba ile somo hili nifaulu nifanyeje, ile somo hili nifaulu nifanyeje, ile somo hili nifaulu nifanyeje. Na vile kuwa jirani sana na walimu ambao wanafundisha masomo hayo na masomo mengine, kwa sababu somo moja peke yake halitaweza kufikisha katika hatua hiyo anayotaka. Hiyo ni njia ya
4. Basi tuna njia ya 5 ambayo ni kuhudhuria shuleni kila siku, yani kuwa na mahudhurio bora shuleni. Kwa Kiingereza tunasema good attendance. Kila mwanafunzi ili aweze kufaulu vizuri masomo yake lazima ahudhurie kila siku shuleni na aweze kupata sasa mada mbalimbali ambazo zinafundishwa na walimu. Bila mahudhurio bora mwanafunzi ataishia tu matokeo ambayo sio mazuri, kwa sababu atashindwa kupata masomo mbalimbali ambayo walimu wanafundisha shuleni. Lakini akihudhuria kila siku basi hatakosa vipindi, na vile vile atakuwa na nafasi ya kuuliza walimu maswali, na vile vile hatapata tatizo la utoro. Utoro mara nyingi wanasababisha wanafunzi apate adhabu mbalimbali, lakini akiwa anahudhuria kila siku shuleni basi utoro utaepuka na adhabu zake. Sehemu ya 5 au njia kuu ya 6 sasa ni shabaha. Hapa wanapenda kumtolea mfano mnyama simba. Yeye akiamua kumpata mnyama fulani kama kitoweo kwa siku hiyo, yeye huwa anakuwa na focus au target. Kwa hiyo atamfuata mnyama huyo mpaka aje ampate. Hata wengine wajipitishe vipi, yeye atalenga na huyo. Mwandishi anayeitwa Robert Kiyosaki, yeye alisema focus maana yake ni follow one cause until successful. Follow one cause until successful, kwamba ung'ang'anie na hicho ambacho umekipanga mpaka kitimie. Mengine hata yajipitishe vipi basi achana nayo. Wewe mwanafunzi kama msichana, ukiona mvulana anajipitisha kwako basi wala usiwajali, wewe zingatia masomo. Wewe mvulana ambaye ni mwanafunzi, ukiona wasichana anajipitisha kwako basi usiwafuatilie, wewe zingatia masomo mpaka lengo lako litimie. Namba 7 ni matumizi mazuri ya muda. Matumizi mazuri ya muda. Kuwa na matumizi mazuri ya muda. Muda, kila mtu kwa siku huwa anapewa saa 24 tu kila mtu. Lakini kitu kinachotofautisha mtu aliyefanikiwa na mtu ambaye hajafanikiwa ni jinsi mtu anavyotumia vizuri muda wake. Matumizi mazuri ya muda katika kusoma. Matumizi mazuri ya muda wakati wa kula. Matumizi mazuri ya muda wakati wa michezo. Matumizi mazuri ya muda kama unajipangia muda wa kwenda kumwabudu Mungu wako. Na sisi kipindi kile tunasoma, mwalimu wetu mmoja ambaye jina linahifadhi, yeye alituambia hivi: ukiwa mwanafunzi basi muda wa kusoma, soma kwa nguvu zote. Muda wa kula ushibe. Muda wa michezo, cheza, onyesha talanta yako. Na ukishafika muda wa kumwabudu Mungu basi kumwabudu Mungu, maana sisi binadamu tumeumbwa ili tuabudu. Na usipofanya hivyo basi tayari utajiweka mbali na Muumba wako, na tayari hata yote unayopanga basi kunawezekana yasifanikiwe, kwa sababu yeye ndio mweza wa yote. Basi na muda wa kulala, lala mapema ili angalau upate angalau hata saa 6 au saa 7 za kupumzika, ili kesho uamke ukiwa na nguvu mpya na kuyafanyia kazi yale ambayo umeyapanga kwa siku husika. Basi ni hayo 7. Lakini katika ile matumizi ya muda vile vile, wanafunzi ambao wanasoma shule za day, basi jitoe kwa nguvu zako zote kumsaidia mzazi kwa ustadi. Mzazi atapenda kuhudumia mahitaji yako yote kama wewe unamjali, unamsaidia. Kwa maana bila kufanya hivyo basi mzazi anawezekana kurudi nyuma. Asante na karibu tena.